Karibuni sana ndugu watazamaji wa POV TV. Leo niko na wageni wangu wawili. Juma lililopita nilikuwa na mgeni mmoja, lakini leo wameongezeka, wamekuwa wawili. Mimi ni mtangazaji wako Simon Mwendesha. Wageni wangu wote watajitambulisha majina yao. Karibuni sana. Je, ningependa kuwajua majina yenu. Mimi nawajua majina yenu, lakini wanaowatazama inatakiwa wawafahamu majina yenu. Utataja jina lako na kitengo ulichopo ama na sehemu unapotoka. Karibuni mjitambulishe. Asante sana. Karibu kaka, hapo jitambulishe. Asante sana ndugu Mwendesha. Kwa majina naitwa Shabani, ni mkazi wa hapa Arusha. Nashukuru sana. Asante sana ndugu. Mimi naitwa Msafiri Dick Mabuba. Karibu sana. Ni mkazi wa Majachai. Asante sana. Mada iliyoko leo ambao tutaenda kuijadili ni baadhi ya tabia walizoko nazo wadada waliojiajiri na walioajiriwa. Kuna tabia mbaya ambazo wanazionyesha wadada walioajiriwa na waliojiajiri. Karibuni sana tujadili mada hiyo. Shabani, je, ni tabia zipi walizonazo wadada wa maofisini, yaani wadada walioajiriwa na waliojiajiri? Unaweza kuzitaja hizo tabia walizoko nazo? Asante sana. Shukuru pia. Wadada walioajiriwa na ambao wamejiajiri, cha kwanza waga hawana ile kauli nzuri na wateja wao. Sawa, akishaona biashara imekuwa, anapata wateja vizuri, anaanza kuwa na dharau za ajabu ajabu. Pia na dada ambao wameajiriwa waache kuwa na mahusiano na mabosi zao. Dharau ndo zinaanziaga pale, kwa sababu akishakuwa na mahusiano na bosi, yani anafanya anavyotaka, kwa sababu anajua na mahusiano na bosi wangu, na bosi hamna kitu anachomwambia kwa sababu anajua yuko naye. Na hawa dada wengine waliojiajiri hawa, kitu tunachotaka mdada, kama umefanikiwa kuwa na biashara yako, usidharau wateja wako. Kuwa na kauli nzuri na wateja na Mungu atakuinua pia. Sio kwamba mteja anakuja unamjibu kauli chafu, au mteja anataka umhudumie kitu fulani unaongea na simu au muangalii mpaka mtu anatoka kusimama pale. Asante sana kwa majibu yako. Nirudi kwako ndugu Msafiri. Swali langu ndugu Msafiri, nilikuwa nataka nikuulize, ni nini chanzo hasa cha hawa wadada kuwa na dharau? Yaani chanzo cha haya yote ni nini? Sawa, ni swali zuri. Ninachotaka kusema ni kwamba hawa dada chanzo chao, unajua, mazoea. Ndio. Kwanza ni mazoea na kazi. Ndio. Anapokuja kuomba kazi, anaomba akiwa mnyenyekevu sana. Anapokuja kuomba kazi. Na anapoajiriwa, anakuwa mnyenyekevu kwa siku zile za mwanzo tu. Baada ya miezi mitatu minne tayari kashazoea kazi. Anaona yeye ndo masnonda pale. Yaani kwamba yeye ndo mmiliki, yeye ndo kila kitu. Kwa hiyo unakuta yani kwa ufupi wateja wanapata tabu sana na hawa watu. Hiyo ni chanzo, mazoea na kazi. Lakini pia mahusiano mabovu kati ya mfanyakazi huyu aliyeajiriwa na bosi wake. Wakisha ingia pale, unakuta bosi anaanzisha mazoea na huyu mfanyakazi. Anapoanzisha mazoea na huyu mfanyakazi, tayari sio kazi tena, hiyo ni uharibifu. Yaani sijui hawa mabosi wakati mwingine pia huwa wamerukwa akili, kwa sababu unawezaje kumleta mtu kazini alafu uanzishe tena mahusiano? Unaona? Lakini kingine ni kwamba maisha ya kuiga ya fashion na kiburi cha kazi. Mtu apata kiburi,
amekaa pale ofisini. Yaani nitakuja kueleza hapo baadaye mambo yalivyo kwa namna ambavyo, kwa sababu umeniuliza chanzo, acha niende moja kwa moja kwenye vyanzo kama hivyo nilivyotaja. Lakini ukweli ni kwamba mazoea, mahusiano yasiyo rasmi, lakini pia kiburi cha kuwa na kazi. Kiburi cha kuwa na kazi. Yeah. Asante sana ndugu Msafiri. Karibu. Ndugu Msafiri, nilikuwa nataka nikuulize, kuna ofisi ambazo mabosi wameajiri ndugu zao. Unaweza ukamkuta mjomba amemwajiri binamu, labda kaka amemwajiri mdogo wake. Je, kuna athari zozote? Athari ni kubwa sana. Yaani ukikuta ofisi ambayo undugulization umetawala, tena hiyo pia naiweka kwenye zile sababu za kwanza, vyanzo vya hawa watu kuwa na tabia mbaya. Ukikuta ofisi ambayo undugulization umetawala, hiyo ofisi ufanisi wake wa kazi siku zote huwa ni mbovu. Kwa sababu mtu anafanya kazi akiamini kwamba bosi ni ndugu yangu, hawezi kunifukuza. Mimi ni mtoto wa shangazi ya bosi, atamwambia nini dada yake kama mimi atanifukuza? Kwa hiyo undugulization unaharibu kazi kabisa na kampuni nyingi. Asante sana. Nirudi kwako ndugu Msafiri. Yeah. Je, ni tabia zipi ambazo wako nazo hao wadada wa maofisini ama wadada waliojiajiri? Tabia ziko nyingi. Ya kwanza, ndio unaenda kwenye ofisi, sawa? Ndio. Unakuta dada anachezea kompyuta. Sawa? Simaanishi kuchezea kama kuchezea. Tuseme basi anafanya kazi, lakini kwa wakati ule ambao mimi mteja nimefika, anapaswa kuachia ile kompyuta na anisikilize. Lakini badala ya kufanya hivyo, unamkuta dada yule anaendelea na kompyuta. Then mimi nimefika pale, umesimama pale, lakini hageuki. Inachukua zaidi ya sekunde 10 na mtu kugeuka ili aweze kukusikiliza. Hiyo ni tabia moja mbaya sana. Mtu anakuangalia kana kwamba vile umekosea njia ofisi. Unahitaji nini? Nikudumie nini? Yaani mtu baada ya kusema hata karibu anaanza nikudumie nini? Unahitaji nini? Hizo sio lugha na sio kauli. Haya, unakuta kwa hao waliojiajiri, wenye ofisi zao. Yaani yuko pale amechoka tayari. Amefungua ofisi lakini amechoka. Unaenda pale, unataka huduma. Labda atuseme anauza vipodozi. Utaanza kuchagua cha kwanza. Naomba hicho nisikilize marashi yake. Naomba na hicho ninuse marashi yale nisikie jinsi yanavyonukia. Utaenda kibobo cha tatu, tukichupa cha tatu, kimuomba. Anakwambia, kaka mimi nimeshachoka. Tangu umekuja wewe ni kutolea tunakutolea vibobo na kutolea vibobo mpaka sasa nimeshachoka. Hicho ni cha mwisho. Kama unanunua, nunua. Kama ununui basi bora tu uende. Sasa hiyo ni kauli kweli ya kuwa nayo ofisini. Anasahau kwamba hiyo ofisi amewekwa pale kwa ajili yangu mimi mteja. Yaani wewe uko hapo ofisini kwa ajili yangu mimi na mteja mwingine. Na wewe uko hapo kwenye ofisi yako uliojiajiri kwa ajili yangu mimi na mteja mwingine. Wewe uliyeajiriwa, kama si mimi, bosi asinge kuajiri wewe akakuweka hapo. Wewe uliyejiajiri, kama sio mimi, usingekaa hapo nisubiri mimi nije ninunue. Sasa inakuwaje ninapokuja unaniona kama kero? Pesa natoa ya kwangu mimi, lakini wewe unione kero mimi ninapokuja kwenye ofisi yako. Kwa nini? Wafanyabiashara ni lazima muwe na kauli nzuri. Mteja ndo aliyokufanya wewe ukafungua biashara. Sasa mteja anapokuja unamtolea kauli mbovu, na mteja anapokuja unamdharau, haina maana. Wewe uliyeajiriwa ofisini, wewe uliyoko ndani kwenye ofisi yako wewe mwenyewe, ni lazima uheshimu wateja. Wanaposema mteja ni mfalme, hawakukosea. Ni mfalme kweli. Mteja ni mfalme kweli. Na ndio alokufanya ofisi zote zilizoko hapa mjini na vijijini vinataka wateja. Ziwe ni ofisi za serikali, ziwe ni ofisi za binafsi, zote zinahitaji wateja. Lakini wahudumu walioko ndani ya ofisi hizo wamejisahau. Wanafanya kazi kimazoea, wanafanya kazi kindugu, wanafanya kazi yani mtu anafanya kazi, taratibu na misingi ya kazi vimetupwa pembeni. Mtu anajiendea tu. Asante sana ndugu Msafiri. Yeah.
Nirudi kwako ndugu Shabani, ni nini kifanyike ili kuweza kuidhibiti tabia hii? Asante. Cha kwanza, kwa mtu aliyoajiriwa anatakiwa ajiheshimu. Akishajitambua nini anafanya, basi hata bidhaa zake zitaenda vizuri, biashara yake itaenda vizuri. Asante sana ndugu Shabani. Nirudi kwako ndugu Msafiri. Nini hasa kifanyike ili kuweza kuidhibiti hali hii ama kuidhibiti tabia hii? Ndugu mtangazaji, hizi tabia zinakera sana. Sio mimi peke yangu, zinakera. Hizi tabia zinakera, wateja wanakereka. Wewe ulishawahi kuona mtu samani, lakini ulishawahi kuona mtu anahama, anaruka maduka manne kutoka alipo, anaenda kwenye duka la 7. Kwa nini? Kwenye duka la 7 ndiko anapata kauli nzuri, kwenye duka la 7 ndiko anakaribishwa vizuri, kwenye duka la 7 ndiko anajaliwa, wanamjali kuliko hao waliowaruka hapa. Kwa hiyo wewe mwenye biashara na wewe mwenye ofisi, kwa kuwa umeweka pale ofisi kwa ajili ya wateja, inabidi ubadilike. Badilika, ufate misingi na kanuni ya biashara, ya kufanya biashara. Mteja ndo wa kwako, yani aliyekufanya ukafungua ofisi pale. Sasa leo unaacha kanuni za biashara pembeni, mteja anakuja, humjali kama mteja. Badilika, tambua nini unafanya hapo kwenye ofisi yako. Badilika, tambua kwa nini umefungua hiyo ofisi. Badilika. Tunachotaka kwenye hichi kipindi ni mtu ajitambue. Ukishajitambua kwa nini uko hapo, hutawajibu wateja vibaya, hutakuwa umenuna wakati wateja wanafika kwenye ofisi zako, hutaajiri watu wa ajabu, hutaweka individualization kwenye ofisi yako, kwa sababu unajua unayemtaka ni nani na unayemtaka anataka nini. Hivyo tu, watu wa ofisini wajitambue, wenye biashara zao wajitambue, kazi zitaenda. Wakishajitambua atajua nini cha kufanya. Wewe unaenda ofisini, unamkuta mtu amenuna kama vile ni kwamba amefukuzwa na baba mwenye nyumba huko. Amenuna. Unaacha kutoa sura ya tabasamu. Karibu mteja. Nikusaidie tafadhali. Ninapenda kukusaidia. Karibu. Unamsikiza mteja, angalau ile customer care. Mteja, unajua wanasemaga first impression ina express kila kitu. Yani your physical appearance, muonekano wako unaelezea namna ambavyo huduma ziko hapo. Kama unaonekana vibaya, ujue mteja anajua kabisa huduma zako hapo pia ni mbaya. Kama una muonekano mzuri, wanajua kabisa huduma zako ni nzuri. Simaanishi muonekano wa kwamba kichwa kikae hivi au pua ikae hivi. Ninamaanisha ile charming, ile kuonyesha kwamba interest of saving, kwamba una hamu ya kumhudumia huyo mteja. Sawa? Hicho ndicho ninachomaanisha. Asante sana ndugu Msafiri. Karibu sana. Asante sana kwa kutoa mtazamo wako. Wadada walioko nyumbani na walioko maofisini, simaanishi nyumbani kwamba wale ambao hawajajiajiri, wale waliojiajiri wenyewe. Nadhani mmepata kujua na kusikia ambacho amezungumza Msafiri. Na pia enyi mabosi mlioko maofisini ambao umewaajiri au wadada, hebu punguzeni kuwa na mahusiano na hao wadada. Kazi zenu zitaheshimika. Yani hao wasipunguze, waache kabisa. Si wanawake zao? Yani sawa. Wanawake zao waache. Mabosi ofisini inatakiwa muache kutembea na wafanyakazi wenu mlio waajiri. Mabosi wenyewe nadhani mmepata kusikia wanayozungumza wageni wangu. Kwa hiyo mabosi, mtakapoepuka hayo yote, kazi zenu zitaenda na ofisi zenu zitakuwa za kuheshimiwa. Tamati ya kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine kijacho. Ulikuwa nami mtangazaji wako Simoni Mwendesha, na wageni wangu leo studioni walikuwa wawili, ni Shabani pamoja na Msafiri. Nadhani tutaonana kipindi kingine kijacho juma lijalo muda kama huu. Asanteni sana kwa kututazama. Niwatakie siku njema. Bye bye.